Bana, mwanamichezo mwenzetu Zege alilali. Zege haliwezi kulala kabisa kabisa kabisa. Tunasema asiye na mwana haeleke jiwe, hawi hayawi yanakwenda kuwa. Ndivyo ambavyo ligi zinakwenda kutamatika. Wekundu wa Msimbazi Simba dimbani tena dhidi ya timu ngumu kwa upande wao inavyosemekana, miongoni mwa timu ambazo ngumu kweli kweli zikikutana na Yanga. Je, ni kweli? Basi ungana nasi pia nikwambie tu matangazo hayo utakwenda kuyasikia hapa hapa, tutayatangaza vyema kwa lugha ya Kiswahili. Simba dhidi ya Singida Black Stars. Nalinga Mfaume, daktari, uko vizuri? Yes, mimi niko poa kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Silalamiki kabisa kabisa yani. Yes. Kuna kulalamika kidogo kidogo na kabisa kabisa. Kidogo kidogo leo nasikilizia. Okay. Bana, kabla hatuja kwenda kuzungumza mengi na kuleta taarifa nyingine kweli kweli, kwa sababu pia tutautangaza mchezo huu hapa hapa. Yes. Itakufanya watu waendelee tu kutusikiliza na kutufuatilia, na kututazama pia, endelee kututazama. Nataka pia nipate maneno machache na mazuri kutokea kwako kuelekea huu mchezo. Kwanza, ni mchezo wa aina gani Simba dhidi ya Singida Black Stars? Ni miongoni mwa mechi ngumu ambazo Simba anaenda kumalizia ligi na kutana nazo, kwa sababu unavyoizungumzia Singida Black Stars ni timu ambayo imejipambanua. Kwanza kwenye ligi ipo nafasi ya 4. Kwa hiyo msimu mzima inaweza kukusanya alama kuhakikishia kukaa kwenye nafasi ya 4, sio kitu kidogo. Lakini pia tunajua kwamba Singida wana vina 7 na Young Africans, na hata tukiangalia kwenye michezo yao huwa sometimes kunakuwa na maneno mengi. Kwa hiyo mimi naamini Singida wataenda kucheza kwa ajili ya Young Africans, na hiyo ni kwa sababu Young Africans atahitaji asikutane kikwazo chochote, kwa maana otherwise Yanga akishinda mechi zake hewala anaweza kawa bingwa, lakini in case labda akidondosha alama kuna watu pia wa kumfanyia kazi. Kwa hiyo Singida naamini atajipambanua kwa ajili ya kwenda kumfanyia kazi Young Africans, kuhakikisha kumzuia Simba asiweze kuwa na makali zaidi, na mwisho wa siku mpaka mechi ya mwisho inaenda, basi Young Africans akiwa anacheza asiwe na pressure yote, kwa sababu kwa namna ambavyo ligi ipo na kwa namna ambavyo mechi zilivyosalia, kila mmoja akishinda Simba na Yanga, kwa sababu wao ndo wanawania ubingwa, ndo wamebakiwa tu kwenye mbio za ubingwa, kwa maana alama Simba na Yanga ndo zinawatosha kupambana ubingwa. Kwa tutashuhudia mpaka mechi ya mwisho kama ilivyokuwa msimu uliopita ule tulivyokushuhudia mechi ya Simba na Yanga ilikuamua nani bingwa, lakini pia msimu huu pia tutaenda kushuhudia hilo mpaka mwisho wa mwisho. Kwa hiyo katikati kitu ambacho nakiona Singida atacheza kwa ajili ya kuweza kumnufaisha au kumuondolea pressure Yanga. Kwa maana akiweza kupunguza alama za Simba, Yanga ataingia kwenye mchezo wa mwisho atakuwa comfortable, kwa maana atakuwa hadaiwi chochote. Kwa maana Simba akifungwa, Yanga kishinda, Yanga anatangazwa ubingwa hapo hapo. Haijalishi mechi ya mwisho itakuwaje, kwa sababu Simba atakuwa kashadondosha alama zaidi ya 5. Umeelewa? Na Simba na Yanga kishinda kuona kwa difference ya point 5. Kwa mechi ya mwisho itakuwa ya mwisho chochote. Otherwise akipata sare tunaweza tukashuhudia kwamba itakuwa ni alama 2 kadondosha. Kwa itakuwa ni tofauti ya alama 4. Kwa moja kwa moja Yanga anatangazwa kwa ubingwa. Kwa hiyo mchezo huu ni mchezo wa tricky kwa Simba, lakini ni mchezo mzuri sana kwa Young Africans, kwa sababu anategemea Singida Black Stars aweze kumrahisishia kazi. Akipata sare basi difference inakuwa alama 4, lakini akishinda difference inakuwa alama 5 kati ya Yanga na Simba. So for me naamini ni mchezo ambao uko wazi kwamba Simba anaenda kupambania hatima yake ya ligi kuu, kwa maana kuweza kuokota alama itawapa morali mpaka kuangalia mechi ya mwisho nini kitatokea. Lakini kwa Singida naamini kwamba anaenda kucheza kwa ajili ya Young Africans ili asiwe na ugumu baadaye kwenye kutangaza ubingwa. Sawa, hivyo ndivyo ambavyo mwamba kweli kweli Nalinga Mfaume anajaribu kutuelezea kinaga ubaga juu ya mchezo wa kusisimua Simba dhidi ya Singida Black Stars. Bana, Katalambula Yusufu, na tabani pia kusikia kutoka kwako, utueleze namna ambavyo unautazama mchezo huu na nini hasa ambacho nakiona kama special ama tofauti kwenye mchezo wa kukata na shoka kweli kweli, Singida Black Stars akikaribishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Singida. Unajua huu ni mchezo wa hira za nyoka. Kumgonga mtu alafu kushindwa kumla la kumwacha. Ila ya nyoka anamgonga binadamu alafu anashindwa kumla. Hira za nyoka. Ndio anachotaka kukifanya Singida Black Stars. Sawa.
Sione tofauti na TRA United. Sitaki ninukuliwe vibaya na wala sio kwa maono yangu mimi wala mitazamo yangu mimi, bali ni kile ambacho kinazungumzwa ni kwamba Singida Black Stars wamekuwa Young Africans amekuwa kineemeka na Singida Black Stars. The same pia kwa TRA, anazungumzwa kuwa Simba amekuwa kineemeka kwa TRA. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kile ambacho kinazungumzwa kinaweza kaenda kutupa taswira nyingine, kwa sababu huyu ambaye anazungumzwa kwamba ananeemeka na Simba anaenda kukutana na Young Africans, na huyu ambaye anazungumzwa kwamba ananeemeka na Young Africans anaenda kukutana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Yes. Kwa kila Doto kamtuma Kulwa, nenda kanifanyia kazi yangu, ni maneno ambayo yanazungumzwa. Lakini tukija katika mchezo husika, Singida Black Stars adaiwi. Yaani akishinda michezo yake yote hapandi wala hashuki, kwa sababu aliyekuwa juu yake amemzidi pointi 8 na aliyekuwa chini yake yeye kamzidi pointi 8. Akipata mechi zote anakuwa na pointi 6, kwa maana hawezi kupanda juu ya Azam wala hawezi kushuka chini ya TRA. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwao hauna umuhimu hivyo ambavyo unaweza ukazungumza. Labda wanaweza kwenda kucheza tu kutafuta heshima. Lakini unaiangalia Simba ambayo inautaka zaidi huu mchezo, kwa sababu tunaweza kusema kwamba tayari Simba wameshakubali kwamba hawawezi tena kuwa mabingwa. Lakini kukubali kwao sio kwamba ndo atacheza kwamba wamekubali. Hapana, kwa sababu huu ni mpira, na mpira kabla watu hawajaingia uwanjani kunakuwa na matokeo yake, lakini wakiingia uwanjani kunakuwa na matokeo tofauti. Ndio maana umeona kuna kampuni nyingi za kubashiri. So kwangu mimi ni mchezo mgumu kutokana na mentality ya Singida Black Stars anayoingiaga akicheza dhidi ya Simba. Lakini Simba kile ambacho wao wamekipanga na wamekiplani, bado namba zinawabeba wao, kwa sababu tukiangalia head to head ambavyo wao walikutana, unaiona kabisa Simba wamepata ushindi michezo yote, kwa maana kwenye ligi Simba hajawahi kufungwa dhidi ya Singida Black Stars tangu wakati ikiwa inaitwa Ihefu mpaka sasa. Singida Black Stars haijawahi kumfunga Simba kwenye ligi, lakini aliwahi kumtoa katika michuano ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni mchezo mgumu, lakini Simba favorite kwenye huu mchezo. Ukiangalia quality ya vikosi ambavyo wapo navyo, Simba na kikosi bora kuliko TRA, lakini current performance Simba amekuwa na performance nzuri kuliko TRA, kwa sababu michezo yake mitano ya mwisho yote Simba amepata ushindi, lakini tofauti na TRA ambaye katika michezo yake mitano amepoteza mchezo mmoja. Kwa current performance Simba amekuwa na fomu nzuri, head to head Simba amekuwa akifanya vizuri, lakini table standing Simba yupo juu. Malengo na plani Simba anao plani, kwa sababu anao nafasi yeye kuweza kuwa bingwa, tofauti na TRA ambaye hana nafasi ya kupanda wala kushuka pale alipo. Kwa hiyo kwangu mimi naona vitu vingi sana vimekaa upande wa Simba, lakini tuache dakika 90 leo tuone nini hasa ambacho kitaamua, lakini favorite ni Simba katika huu mchezo. Nalinga Mfaume, waingieje Simba ili kuhakikisha wanakwenda kupata ubingwa wa msimu huu, kwa sababu malengo ni mawili tofauti. Simba anataka ubingwa, TRA yeye kule anatafuta heshima, huku Singida na yeye anaitafuta heshima pia kwa Simba, na si kutafuta ubingwa wala kucheza Champions League wala Confederation. Of course, for me naona TRA au Singida Black Stars yeye hatafuti heshima. Anatafuta tu kwa ajili ya kumwekea kauzibi Simba, ili mradi Young Africans aweze kuwa na mechi nyepesi, kama nilivyoweza kuzungumza hapo awali kwamba dhidi ya Singida Black Stars Simba akipata sare, Yanga akishinda, of course hakuna namna Simba Yanga anatangaza ubingwa hapo hapo, kwa sababu alama itakuwa ni 4. Lakini Singida akimfunga Simba, no doubt Simba Yanga pia anatangaza ubingwa, kwa sababu alama zitakuwa ziko 5 na mchezo wa mwisho na alama 3 huwezi kufikia alama 4 wala 5. Hiyo ndo dhamira au ndo zumuni la Singida Black Stars, kwa sababu ni timu ambayo inahusishwa na Yanga mara kadhaa, na tumeona malalamiko mengi kati ya Yanga na Singida, hususan wanapokutana kwa wenyewe
basi kumekuwa na upumzishaji wa wachezaji wengi sana. Watu wanasema kwamba pengine labda ni watu ambao kila mmoja anamfanyia wepesi mwenzake. Sasa kama Singida aliweza kuchange best 11 yake anapokutana na Young Africans kwa ajili asimchoshe kwenye michezo au kwenye mchezo, ili mradi aweze kupata alama, how comes kwamba inapokuja kwenye swala la Simba kumpunguza nguvu ili Yanga awe bingwa, kwangu mimi na mimi itakuwa ni kitu chepesi sana. Kwa hiyo kwa swali lako nikirejelea kwamba aingeje Simba kwenye mchezo, of course the way Simba anavyocheza traditional, of course Simba anacheza vizuri sana, acheze vile vile kwa namna ambavyo anatumia wachezaji wake, hasa Gay upande wa kulia, namna gani anavyoingiza mashambulizi, lakini pia sometimes namuona Ora akiwa anacheza, lakini Mpanzu kwenye eneo la kushambulia wacheze hivyo. Lakini kitu ambacho inabidi wakifanya ni kuboresha eneo lao la ulinzi. Singida wana wachezaji ambao wanakimbia sana, hasa fullback wao Somebody Moro, yes, Somebody Moro wako naye, kwa ni mchezaji ambaye anacheza vizuri sana. Kwa hiyo mimi naamini Simba kikubwa cha kuboresha ni kwenye defensive. Unajua kwenye hizi mechi za karibuni hapa Simba hajakutana na pressure kubwa sana, au hajakutana na test ya defense kwenye timu ambazo amekutana nazo. Amekutana na Mtibwa, amekutana na timu gani. Kwa hiyo hajakutana na ile kwamba ametestiwa vipi kwenye eneo lake la ulinzi kwa hivi karibuni. Licha kwa nyuma shakutana na Simba, Yanga amekutana nao, Azam shakutana nao. Kwa hiyo kwenye huu mchezo pia naamini kwamba kutakuwa na test kidogo ya defense. Kwa namna gani ambavyo Simba ataingia ni kuimarisha tu eneo lake la ulinzi asiruhusu bao. Kwenye kushambulia sina doubt Simba watapata tu goli. Wanashambulia kwa swaga sana, wana create wazuri. Sabade Mpanzu Chama, unaona combination yao kwa hivi karibuni. Tangu Chama amerejea tumeona combination yake kati ya Mpanzu na Chama imekuwa superb sana kwenye eneo la mbele. Wanaweza kupenetrate defensive block ya timu yoyote. So for mimi naamini kitu pekee ambacho Simba inabidi akifanye kwenye mchezo ni kuimarisha eneo lake la ulinzi. Otherwise hata akiruhusu bao itakuwa ni ngumu sana. Siamini kwamba Singida unaweza ukawafunga magoli 3, 4, 5 comfortable kama walivyofanya kwa Mtibwa. Haitawezekana. Wana wachezaji wa kuresist na wana wachezaji ambao wanafika kwenye box la Simba. So for mimi naamini ni mechi ambayo mnyama kitupika atakifanya ni kuwa mzuri tu defensive. Haya, mambo ni mazito. 90 dakika zitatamatika na tutakuja hapa pia kukupatia zile chambuzi jadidi kweli kweli. Ni nani Simba mnyama mkali au Singida Black Stars Katalambula? Unala kuongezea hapo? Sina la kuongezea. Okay. Nalinga amezungumza vizuri. Labda tu nimpongeze kile ambacho amekizungumza. Watu wengi wanahofia kuzungumza, lakini nafikiri tusubiri na tuone nini hasa ambacho kitaenda kutokea. Lakini natamani sana kuona mechi za mwisho zije kuamua ubingwa, kwa sababu hizi timu mbili zimekuwa na saga zake, kwa maana TRA na Singida Black Stars. Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani sana kuziangalia mechi zote mbili. Alafu nafikiri tuahidi watazamaji wetu, baada ya game tutakuja na matukio tata. Na hizi game mbili za mwisho nahisi kabisa. Yaani matukio tata yale waamuzi wanayakosaje kwenye game kama hizi? Kuna michezo itachezwa katika hizi mechi mbili hizi. Yes. Na off sana. Waamuzi wanatakiwa kuwa makini sana. Sawa. Waamuzi wanatakiwa kuwa makini hiyo. Kwa ni makini sana kwenye michezo miwili. Nalinga Mfaume, daktari wa magonjwa ya binadamu, amezungumza mengi na mazuri. Lakini pia Mwamba Katalambula Yusufu na amezungumza mengi na mazuri, sio?